milioni 3 aliyekuwa ameinuliwa upande mmoja. Huu ulikuwa ufalme wa Umedi na Uajemi ulioanza mwaka 539 hadi mwaka 331 chini ya mfalme Dario. Mbavu 3, mataifa matatu aliyoyashinda. Taifa la kwanza Babeli, taifa la pili Misri, taifa la tatu Lydia. Ufalme huu ulidumu kwa miaka 208. Mnyama wa tatu alikuwa mfano wa chui mwenye mabawa manne na vichwa vinne. Huu ulikuwa ni utawala wa Uyunani au Ugiriki. Ulianza mwaka wa 331 kabla ya Kristo hadi mwaka wa 168 baada ya Kristo, chini ya mfalme Alexander Mkuu. Ufalme huu pia ulikuwa na nguvu kama chui. Pia ulidumu kwa muda wa miaka 163. Vichwa vinne viliwakilisha majimbo manne. Na mnyama wa 4 alikuwa ni mnyama wa kutisha ambaye anaonekana kama anavyoonekana hapa. Huyu mnyama ufalme wake ulianza mwaka wa 168 hadi 467. Huyu mnyama alikuwa na pembe 10. Katika hizo pembe 10, pembe 3 ziling'oka. Hizo pembe zilizong'oka yalikuwa ni mataifa matatu ambayo yalikataa kushirikiana naye, ambayo ni Elul, Vendalas na Strogos. Zilipong'oka hizo pembe 3, ikaja ikainuka pembe moja ya katikati iliyokuwa na mdomo na pua, iliyokuwa na mdomo na macho. Hiyo pembe ilikuwa haina masikio wala pua, hivyo kutokuwa na pua, hiyo pembe ilionyesha kuwa ilikuwa haina uhai, na kutokuwa na masikio ilikuwa inanena maneno ambayo haiwezi ikayasikia, na pia ilinena maneno ya kumtukana Mungu wa mbinguni. Pembe hizo kumi zilikuwa zinawakilisha mataifa 10 makuu. Mataifa hayo ni taifa la kwanza Agro au Sox, taifa la pili Franks, taifa la tatu Burat, taifa la 4 tunakosea naanza upya. Anza. Pembe hizo 10 zilikuwa zinawakilisha mataifa makuu. Mataifa hayo ni taifa la kwanza Aglo, taifa la pili Franks, taifa la tatu Alemani, taifa la 4 Burak, taifa la 5 Vaktons, taifa la 6 Suif, taifa la 7 Lactus, taifa la 8 Asante. Tutakwambia tu basi. Anayefuata kingine? Tunapiga hiyo. Ufuatao ni uhusiano kati ya kitabu cha Danieli 2 na Danieli 7. Uhusiano huo ulikuwa kama ifuatavyo. Mfalme Nebukadneza katika kitabu cha Danieli 2 aliota sanamu ya ajabu. Hiyo sanamu ilikuwa na kichwa cha dhahabu kilichokuwa kiwakilisha ufalme wa dhahabu, kilichokuwa kina madini ya dhahabu. Hayo madini ya dhahabu yalikuwa ni ufalme wa Babeli. Kama ilivyokuwa mnyama simba, dhahabu ilivyokuwa ni madini ya thamani kubwa, hivyo hivyo simba alivyokuwa ni mnyama mkubwa mwituni. Kifua chake kilikuwa ni cha fedha, kilikuwa kinawakilisha ufalme wa Umedi na Uajemi. Kama madini ya fedha alivyokuwa ni madini ambayo hayana thamani kubwa, ndivyo hivyo dubu alivyokuwa ni mnyama ambaye hana thamani kubwa katika wanyama wa mwituni.
kiuno chake na tumbo kilikuwa ni madini ya shaba uliokuwa ni ufalme wa Uyunani. Ufalme wa Uyunani uliwakilishwa na simba aliyekuwa ni mkatili, aliyekuwa akimwaga damu, na miguu yake ya chuma ilikuwa ni ufalme wa Rumi uliokuwa ukiwakilishwa na mnyama wa kutisha. Huyo mnyama wa kutisha nguvu yake ilifananishwa kama chuma, na nyayo zake zilizokuwa za chuma zimechanganywa na udongo ilikuwa ni pembe ya kutisha. Pembe ya kutisha ilikuwa na mdomo na pua vilivyokuwa vikinena maneno ya kumtukana Mungu, na lile jiwe lilikuwa ni ufalme wa mbinguni ambalo litakuja kuwapeleka watakao mtumikia Mungu mbinguni. Kitabu cha Danieli 7. Ongeza sauti, zungumza haraka. Kitabu cha Danieli 7 sio kitabu cha unabii wa hofu au pekee, bali ni matumaini, ushindi na bali. Amina.
Sogeni wenye afya. Katika makamu tumejifunza afya. Afya ni hali ya mtu kuwa timamu kiakili, kimwili na kiroho. Katika kula tule vyakula vilivyoruhusiwa na Mungu, achana na vilivyozuiliwa na Mungu, kula kiasi na kwa wakati. Katika kunywa vinywaji vinavyofaa, kunywa vinywaji vinavyofaa kama vile maji, juisi, asili ya matunda. Achana na vinywaji vyenye kemikali ili kutunza afya yako. Oga ili kuondoa uchafu mwilini. Pia vaa vizuri nguo zinazostiri. Achana na nguo zinazobana mwili. Washiriki mnaogaga au mnanidanganya tu? Afya ya ubongo katika mitandao, tunapaswa kuangalia mitandao ya kijamii inayompendeza Mungu ili kutunza bongo zetu, mfano Channel Tanzania, Safari Channel, Hope Channel. Mungu wetu anataka tuishi kiafya, tuachane na mazoea ya kula ovyo, kuoga ovyo. Tuna muda mrefu sana hata hivi. Tumesema dakika 47. Haya, mwingine mtu mwingine aendelee. Mpe mwenzio aendelee. Mwalimu nenda mpe mic mwingine. Anatuchelewesha. Mpe mic huyo. Tutakuwa na afya njema kiakili, kimwili, kiroho. Pale tu tunapokuwa na uchaguzi wa kuangalia mambo yanayomtukuza Mungu. Leta wengine hapa. Leta nani familia nani wengine. Wepo wimbo. Bwana ni mwema wakati wote. Watoto tumejifunza kuhusu familia. Familia ni kikundi cha watu ambacho kinaunganishwa kwa damu, ndoa au uhusiano wa karibu. Kuna aina tatu za familia. Kuna familia ya msingi, familia pana na familia ya mzazi mmoja. Familia ya msingi. Familia ya msingi ni aina ya familia ambayo huundwa na baba, mama na watoto. Familia ya pili ni familia pana. Familia hiyo ni aina ya familia ambayo inaundwa baba, mama, watoto na bibi au babu. Na familia ya mzazi mmoja ni aina ya familia ambayo huongozwa na mzazi mmoja, baba au mama. Kuna sababu ambazo zinasababisha, ni sababu tofauti kama vile kupeana taraka, kutengana au kifo. Wakina baba nisikilizeni. Baba anapoweza kujenga mahusiano na watoto: 1, kutumia muda vizuri; 2, kumsikiliza mtoto; 3, kucheza naye; 4, kumtia moyo; 5, kuwa na mfano mzuri. Wakina mama nisikilizeni. Mambo yanayojenga maisha mazuri ya mtoto na ya mama: 1, kuongea naye kila siku; 2, kumsikiliza; 3, kusali pamoja; 4, kushiriki kazi; 5, kuheshimiana. Umuhimu wa familia: 1,
kutoa malezi na ulinzi. 2, kufundisha maadili na tabia njema. 3, kutoa msaada wa kiuchumi na kihisia. 4, kukuza upendo, umoja na ushirikiano. 5, kumsaidia mtu kukua kiroho, kijamii na kiakili. Daudi alizungusha komeo lake, jemedari mkuu Goliathi kaanguka. Daudi alizungusha komeo, akazungusha komeo. Daudi alizungusha komeo, akazungusha komeo. Alizungusha komeo lake, jemedari mkuu Goliathi kaanguka. Olha na minha guitarra, filha. Eu falo onde eu filho.
Bwana Yesu asifiwe. Asante, asante. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa tunatoka sisi watoto huko. Kwa furaha, maana ni watoto wetu jamani, tuungane nao, wamefundishwa na walimu wamelisha, hivyo tuimbe pamoja nao. Tutaimba nyimbo za shangwe kuu, tutaimba nyimbo za shangwe kuu, Yesu anaporudi, Yesu anaporudi. Kanda ya Sarura na waomba pia na hiyo vifaa vya kuingia. Kama hiyo tunaingia pamoja na kwa Yesu. Na sisi wanawake tutakuwa tunaingia wakati huo huo. Bwana bariki tunapochukua nafasi hii kwa ajili ya maandalizi hayo. Tunaomba. Asante Mungu wa mbinguni kwa programu hii nzuri ya watoto. Na mara baada ya mada mtoto anaelekea tutawalika kwaya kutoka saa 2 pamoja na wanawake kanda ya Sarura. Tutakuwa wakati wa mada mrefu na ninyi huko mjiandae muweze kuingia hapa ili tuweze kuokoa Yesu akiwanda wasapiwe. Yesu akiwanda waimbaji.
Bwana